Yes, leo ni Jumapili ya mwisho ya mwaka huu 2025. Jumapili kama hii itakuwa ni Januari. Vipi mwezi huu wa 12 umekuwa ni mwezi wa aina gani kwako? Mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka wa aina gani kwako? Ni track gani ambayo umeisikiliza kinoma noma? Mara ya mwisho kuzungumza na wasikilizaji kuhusiana na track za wasanii kutokea nyanda za juu kusini, nilipokea comment za wasikilizaji wengi walikuwa wanadai kwamba wamesikiliza pia track ya ndugu yangu Mr. Zugea, wamesikiliza sana track yake ambayo amefanya na Chino. Na niko hapa na Mr. Zugea, anaitwa Flamingo, na huu ni mwezi wa 12 tunaumalizia kwa mwaka wa 2025. Inabidi utulie kwenye screen yako, ongeza sauti ya screen yako kwa sababu ndio jinsi ambavyo tunafanya. Umeshapokea mwaliko wote wa kupokea mwaka mpya? Kama hujapokea, mimi nakukaribisha kwenye Nuru Digital TV. Mzee wangu, mambo vipi? Poa, nakuaje? Fresh, na mimi nikukaribishe yani. Nashukuru sana. Unajua hii ndo mara ya kwanza ni mimi kuja Nuru FM. Kwa kwangu mimi ni faraja kubwa sana, ninaona kama bahati. Hivi ni mara ya kwanza pia umefika Iringa Town hapa Iringa Town nimefika, ni muda nilikuwa naishiaga juu sehemu moja panaitwaje roundabout pale. Ila huku juu huku ndani huku sijaifika Ushuani huku. Unaonaje mazingira ya Gangilonga Ushuani hapa? Mwanangu ni hatari yani, pamependeza sana, ukijani. Safi kabisa. Hongera sana, unafanya muziki mzuri mzee. Nashukuru sana aisee. Mwaka huu 2025 tumbakiza leo ni Jumapili ya mwisho kwa huu mwaka. Huu mwaka unauzungumziaje kwenye game yako ya music? Nashukuru, ni mwaka wa mafanikio. Unajua tangu nimeacha track ya kwanza niliona support ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo ikanipa moyo sana mpaka kuendelea kupiga kazi. Unajua unapokuwa unapambana, unapokuja kukutana na mashabiki wanakuja kukusupport kwa nguvu kubwa, inatupa faraja kubwa sana kwa sisi wasanii. Ukiangalia kwenye listi za watangazaji wengi wanadai kwamba wewe ni mmoja ya mtangazaji ambaye kwa mwaka wa 2025 umefaa vizuri. Unadhani wapi umepatia tofauti na wasanii wengine ambao wapo kwenye hiyo listi? Kikubwa ilikuwa ni consistency. Ndio maana nimekwambia tangu nilivyoanza ile ngoma ya kwanza pale ambao nimefanya na Sailoki. Mashabiki walinipokea, walinipa faraja, kwa hiyo ikanifanya nifanye back to back. Ukiangalia mwaka huu 2025 mpaka sasa hivi nimefanya ngoma 5, ambao kuna moja nimefanya na Sailoki, nyingine nimefanya na B2K Mnyama, nyingine nimefanya na Bando MC, nikaja nikafanya na Chino Wanamani. Kwa hiyo ile ni baada ya kuachia ile ngoma ya kwanza kunipeleka sehemu. Kwa hiyo ikawa ni rahisi sana kwangu kufanya kazi. Ukiangalia track zote hizi ambazo umefanya collab, track ambayo umeweka nguvu ni track ambayo umefanya na Chino. Tutoke, kwa nini ni track ambayo umefanya na Chino na track nyingine kama hujazipa nguvu hivi? Tulikuwa tunapambana kutokana na, yani tunapambana kwa kiwango kikubwa, lakini matokeo ndio yanatoka yale. Hii hapa tumepambana kwa kiwango cha kupambana ni kile kile, ila baada ya kuwekeza kwenye nguvu kwenye Tutoke ambayo nimefanya na Chino Wanamani, goma limebutuka, limeenda mjini. Ni jambo la kushukuru Mungu kwangu mimi. Unaweza ukatoa ngoma nyingi lakini moja tu ikaja ikatusua ikakufikisha mjini. Ukiangalia comment za watu wengi wanadai kwamba kusingekuwa na yale mambo ambayo yalitokea tarehe 29, hii ngoma ingeenda mbali zaidi. Wewe kwa upande wako nadhani kuna ukweli? Kuna ukweli, kwa sababu ngoma ukiangalia Kenya, Uganda ngoma wanacheza. Hata ukiangalia challenge nyingi kwenye TikTok yangu pale unakuta Waganda, wa Kenya ndio wamefanya sana challenge. Kwa hiyo kusingekuwa na changamoto yoyote hapa tulikuwa tunaenda mbali sana yani. Tumeona wasanii wanalalamika kazi zao ziendi na vitu kama hivyo. Tunaona sasa hivi kama mashabiki wanaanza kurudi kusupport game ya wasanii wa Tanzania. Wewe kwako unalipi kwa mashabiki zako, na mashabiki zako je, kuna upande labda walikukataa? Unajua kwa kilichokuwa kimetokea ilikuwa ni changamoto kwa wasanii. Sisi tunategemea muziki. Ukija ukiangalia mashabiki ndo wateja wetu. Kwa hiyo wakikasirika wale tuwezi kwenda popote. Kwa hiyo mimi nashukuru mashabiki wamepoa sasa hivi, wametulia, na si wasanii wenyewe tunaangalia ni wapi tulikosea ili tuweze kujirekebisha. Na nadhani mashabiki wenyewe wameona kwamba yale mambo yalitokea, tugange ajayo. Kwa hiyo sisi wenyewe tumeomba sana msamaha, wametuombea kina Majizo, wametuombea msamaha. Nadhani msamaha umefika, ndio maana mashabiki wameendelea kutusupport mpaka sasa hivi. Hivi kuna watu wanajiuliza ni msamaha gani ambao wasanii walikuwa wanabidi waombe mashabiki?
Kuna changamoto zilitokea ambazo zilikuwa zimetokea, ilitakiwa wasanii, unajua wasanii wengi walikuwa hawajaposti, japo hata mimi mwenyewe nilikuwa nimeposti. Kwa upande wangu nilikuwa nimeona zile changamoto, kuna watu ambao walikuwa wamepoteza maisha, unaona. Kwa sasa ile msanii unapokuja unakaa kimya, kama akijatokea chochote inakuwa sio kitu kizuri kibinadamu. Kuna changamoto zilitokea ambazo hazipingiki, hata ufanyeje ni changamoto zilitokea. Kwa ili msanii ni kioo cha jamii. Mtu mwingine wa kawaida ambaye hana platform kubwa akiongea kitu akiwezi kufika mbali, lakini akiongea msanii kinafika mbali na ujumbe unafika kwa haraka sehemu husika. Kwa mashabiki, kitu ambacho kilikuwa kinawaumiza ni hicho, watu ambao tumewapa dhamana kama kioo cha jamii, kuona kama kuna changamoto zozote wanashindwa kutusapoti, kuhakikisha kutusemea. Yani kwa kifupi wasanii asilimia kubwa tulishindwa kuwasemea mashabiki zetu. Wewe kama msanii ni kitu gani umejifunza? Nimejifunza kwamba changamoto, unapopata changamoto, yani tuseme nimekuwa yani, kitu ambacho nimejifunza kikubwa ni kwamba zinapokuwa tunatokea changamoto tunatakiwa tushikamane, tuangalie ni wapi tunakosea ili tuweze kufika mbali, ili tuweze kusahihisha kila kitu ambacho kinakuwa kinaweza kuleta matatizo kwenye taifa letu. Ukimtoa Mr. Zuga kwa kizazi cha sasa nyanda za juu kusini, ni msanii gani ambaye wewe kwa upande wako unaona kwa mwaka huu amefanya vizuri? B2K. Ukimtoa B2K kwa wasanii ambao ndo kwanza anakuja kwenye game, ukaambiwa una tunzo 5, wape wasanii 5 ambao wamefanya vizuri nyanda za juu kusini, ujitoe wewe, B2K pamoja na Lombwai kuweka kizazi kipya, wasanii 5 ungempa nani na nani? Nyanda za juu kusini? Yes. Kuna Zaxi Folili, ila asilimia kubwa ujue kiukweli mimi nyanda za juu kusini huko sijakaa sana. Yani mimi naishi Dar. Kwa hiyo yani kuna wasanii wengi ambao huku sijawafuatilia sana kiukweli kabisa. Wasanii wawili. Kuna Zaxi, kuna nani mshikaji mmoja. Huyu amefanya ngoma na B2K, kuna ngoma nyingine amefanya na Nei, nyingine kafanya na B2K, mshikaji ananyoa kipala. Anakuwa na kipala hapa kinywele kimoja yule nani? Alikuwa msanii wa Nei wa Mitego. Yes. Namkubali sana, amefanya makubwa pia. Plani zako zipo vipi kwa mwaka 2026? Tumeona sasa hivi umechia track na Chino, ni track ambayo inaenda sana, tarajia labda kuna EP, album au track back to back, au plani yako iko vipi mwaka 2026? Plani yangu kubwa ni kuhakikisha nafanya makubwa sana, yani na mpango kabisa kama ikiwezekana yani nitoboe kimataifa yani kibongo hapa niwe nimemaliza, afu niende kimataifa zaidi, kwa sababu nataka manake nitafute hata kolabo ya nje ili tuweze kufanya vizuri kimataifa. Manake Tanzania ndio tunaendelea kufanya vizuri na bado tunapambana ili tuweze kusikika zaidi, lakini tunataka wakati tunapambana tuendelee kusikika kila kona Tanzania, pia tunapambana na nje ya nchi, kwa sababu kama tunasupportiwa, kwa mfano kama mimi Kenya wananisupport, ukienda Uganda wananisupport. Kwa natakiwa nifanye kitu cha kimataifa ili niendelee kujikita huko zaidi, ili yani tufanye makubwa kwenye tasnia hii hapa.